Mada inasema kwa nini ndoa nyingi huvunjika mapema. Tatizo liko wapi na suluhisho lake ni nini? Na nafikiri wengi wanatamani kusikia ndoa nyingi za zama hizi. Kwa sababu ukisema ndoa nyingi tu watu wanatafuta zamani, mbona babangu na mamangu wapo mpaka leo. Hiyo point kubwa. Umeona mbona fulani na fulani ni watu wazima wapo mpaka leo. Na hata ukiangalia kwenye hizo ndoa zinazovunjika wakati wa harusi wazazi wa wale wenza wote wawili wapo na wako pamoja. Lakini wale wanaoana miezi miwili shwa ndio hamna tena. Kuisha habari. Naomba tuangalie maeneo kadhaa ambayo Mwenyezi Mungu atatujalia kuyatazama. Sawa. Kwanza kabisa msingi wa ndoa. Sisi wa Kristo tunaamini msingi wa ndoa ni Mwenyezi Mungu. Mungu ndiye aliyeianzisha ndoa. Ndio. Pale Edeni aliposema shwa ondokeni. Umeona kwamba wewe utamchukua mke wako nanyi wawili mtakuwa si wawili tena, mtakuwa mwili mmoja. Ndio. Kwamba siaga ondoka ambatana na Reni nanyi wawili mkawe mke na mume. Si ndivyo? Ndio. Sasa msingi wa ndoa za siku hizi ni nani? Yaani msingi wa ndoa za zama hizi unatoka wapi? Unatoka kwenye mahusiano ambayo yameshaanza kutiana madoa. Yameshaanza kwa kutiana madoa. Ndio. Kwamba una date na mtu almost miaka 5. Tayari ushakuwa mke kabla hujawa mke kwa miaka 5. Si umenielewa Ndio. Uchumba sugu. Yes. Si uchumba kwa sababu unafanya kazi zote za mke na pengine hata kuzaa tayari umezaa watoto wawili. Kipindi cha uchumba tu. Kipindi wewe na yeye mna date. Sio uchumba. Kwa sababu sio uchumba. Ni dating. Yes, hayo ni mahusiano. Urafiki. Wakati wa urafiki tayari mmeshaoana katika ulimwengu wa roho. Sasa shida inakuja mmeoana katika ulimwengu wa roho ipi? Ndio. Kwa sababu jambo la Mungu linatakiwa lianze kwa msingi na utaratibu wa kimungu. Tofauti na hapo ni jambo la ufalme mwingine. Ndio. Sasa kama mmeshaanza kuishi pamoja miaka 5 ama mmeishi pamoja kwa miezi kadhaa, ambacho kitu wanafanya watu wengi sana sasa hivi. Binti akishika ujauzito, jamaa anasema hii ni aibu, babangu mchungaji, tufunge ndoa. Mwanaume mmoja anapata access ya kuoa watu wawili kwa wakati mmoja. Anamuoa binti na mtoto wake tumboni. Si umenielewa Ambapo hapo linakuja kuzaliwa tena tatizo lingine, tukipata nafasi tutaliangalia mbeleni. Lazima tujifunze ili tuweze kwenda sawa na haya mambo. Sasa unaenda kufunga ndoa kwa sababu ulizini na huyu binti, akashika ujauzito, unaficha aibu. Huyu binti naye akiangalia hawezi kukubali kurudi chini ya marudi. Ama sisi huku tunasema kurudi kundini, kufanya ungamo, kufanya ile toba ya dhati ya kujutia dhambi. Anaona aibu, anakubali. Kwa hiyo nyote kwa pamoja mmeishikia bendera dhambi yenu kuificha. Si umenielewa? Hakuna kitu kibaya kama kuficha dhambi, kwa sababu unapoficha dhambi upati nafasi ya kutubu. Na wala hata siku moja hautokumbuka. Mara zote litakapotokea tatizo kwa sababu ya ile dhambi utatafuta mtu wa kumlaumu. Na ndicho kinachotokea sasa hivi. Kwamba msingi wa mahusiano umeanza na dhambi. Sasa baada ya dhambi kumea, maandiko yanasema msingi ukiharibika mwenye haki atafanya nini? Sawa, umefunga ndoa, una haki sasa, tayari we ni mke. Lakini tayari ulishapandikiza mdudu ambao ni mdudu wa zinaa, ambao sikufichi kwa sasa hivi ndio kitu cha kwanza kinachopelekea ndoa nyingi kuvunjika. Si umenielewa Yaani ile wanasema ni usaliti. Ndio. Lakini mimi nauita ni mdudu zinaa kwa sababu hii ndoa imeanza na msingi huo. Unaingia kwenye mahusiano. Siku hizi unajua kwanza mabinti sio wagumu kuwapata Unajua baadhi ya mabinti sio wagumu kupatikana. Yani kwamba kama tabreak hapo sasa. Yani kwamba unataka kusema mabinti wa kisasa wengi ni wasawa. Ni rahisi yani ni wepesi. Yes, kukamatika. Nataka niliweke hilo sawa. Sawa.
Na hili ni tatizo linalotokana na ukosefu wa maarifa na kuanza kuzikimbia tamaduni zetu ambazo ni za msingi sana. Ndio. Sio, umenielewa? Sawa. Binti wa miaka kuanzia 2005 kurudi nyuma ambako wengine ndio ulikuwa utoto wetu ule wa maji ya moto. Yes. Sio, umenielewa? Kumtongoza paka unamtia mkononi bro. It takes you even 6 months hadi mwaka. Hadi miaka 2. Sio, umenielewa? Yaani ile tu kwamba upate attention yake. Ndio. Uweze kumpa kitu akakipokea. Uweze kumuita akaitika wito wako bila hofu. Inakuchukua miezi 6 hadi mwaka. Na kuelewa. Binti wa sasa hivi Muhenga nipo. Binti wa sasa hivi mkishapeana mawasiliano, yeye ndo mtu wa kwanza kukuambia lini tunatoka mlo wa mchana. Ndio. Na huyo ni mstaarabu sana. Lakini kuna yule ambaye mkishapeana mawasiliano utaombwa vocha dakika hiyo hiyo. Ndio. Sio, umenielewa? Utaombwa hela ya kodi. Asubuhi ya siku inayofuata atakwambia nimelala njaa, nahitaji chai, sina chai. Kwa sababu wanaume mmeumbwa na huruma. Tunasaidia watoto wa watu. Mama anaumwa. Unaelewa? Mchana sio huruma mchana nimsubiri kwanza, subiri twende sawa. Huruma yangu mimi nitaielezea vizuri sana, hata usipate shida. Umenielewa? Mchana yule binti ambaye umekutana naye jana atakwambia nina njaa, anakupigia simu analia. Ndio. Sio, umenielewa? Kwa huruma ile ile utampatia pesa akale. Sio, umenielewa? Jioni atakwambia sijui nitakula nini usiku kitakachotokea. Kwa sababu una huruma naye sana utamwambia naomba nikupeleke mahali ukale. Ndio. Twende. Baada ya mimi kukupeleka mahali ukale, kwanza kwa sasa hivi kwa zama zilizopo, ndio mtu akisha kufeed milo 3 oya amekutunza sana, unajua amekutunza sana, unajua yani kwa hali ilivyo sasa hivi, kwa namna dunia inakwenda kasi. Ndio. Mtu akikupa milo 3 automatically akilini mwake anatengeneza huyu mtu mimi namhudumia. Umeelewa? Yani nimemhudumia sana. Sio, umeelewa? Amekula vyangu. Yes, amekula vyangu. Kwa hiyo huruma ile ninayotaka kuiongelea mimi, kama si kijana ambaye anaishi kwenye misingi ya kiroho, ile huruma, mlo wa jioni unaweza ukawa ndo mwanzo wa anguko. Sio, umenielewa? Kwa sababu umekutana na binti ambaye wewe tayari ushamdefine huyu ni binti wa bei rahisi. Ndio. Ni binti ambaye ataniomba 2000, 5000, 10000. Si ndio? Ni binti ambaye yeye anawaza kula, anawaza kunywa chai. Ndio. Ni binti ambaye yani ana shida. Njaa iko mbele. Kwa hiyo mimi namsaidia. Sio, umenielewa? Kumsaidia unaanza kwa kumsaidia tumbo lake, kisha unaingia kumsaidia mnatengeneza dhambi pamoja. Baada ya hapo sawa, ikiwa sasa imepangwa kuwa mnaweza mkadumu kwenye mahusiano miezi kadhaa. Sasa kama kuna yule mwenye ile hofu, ama kuna yule anaambiwa kila siku nyumbani wewe unaoa lini? Wewe unaolewa lini? Ndio. Zinaanza pale. Wewe unioe.